Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karibu kwenye kipindi chako pendwa cha stories ambazo zina reflect na maisha yetu. Imagine mwili ambaye imekataa kuoshwa, yani mfu amekataa kuoshwa. Imagine mwili ambayo wakati inapelekwa inapiga kelele, amekufa lakini anapiga kelele. Imagine mwili ambayo inapata adhabu ya kaburi. Hii ni kisa ambayo ilitokea kule Egypt. I can see the edge of death all the way to grab my soul. Wakati mmoja mwanamke ambaye ni wa kuosha maiti alipigiwa simu kutokana from a certain family. Njoo, wewe ni fulani fulani, na njoo tusaidie katika kuosha maiti. Na hii huwa inatokea sana. Wapo volunteers katika mujtamaa ambao kazi hii ya kusaidia community wamejitolea pakubwa, wanasaidia katika kuosha maiti na nini. Kwa hiyo mama huyu alipopigiwa akuje aoshe maiti, mara moja akasema okay, no problem, akakuja. Akifika katika hiyo sehemu anakuta watu kila mmoja yuko kwa kona yake, analia, huyu analia, huyu analia. Basi katika ile kuobserve tu akaona, akanotice ule ndio mamake mtoto, kwa sababu ya vile alikuwa anavolia sana. Basi akamwendea katika kumcomfort, kumwambia pole, ni masala ya dunia, ndio hali yetu sisi wote. Basi ile kumpoza tu kama binadamu. Akamuuliza mwili iko wapi, kaelekezwa mwili kule iko, akaelekea katika kuosha. Alipofika pale alikuta sura ya huyo msichana, yani iko katika hali mbaya. Yani kama wakati anakufa, ni kama aliona kitu mbaya. Akaanza kujiandaa katika kuosha na nini. Na unajua masala ya kuosha inahitaji mkono moja mbili, tusaidiane hapa na pale. Sasa akatoka nje, akaenda kuambia wale crowd ambao wako pale nje, nani kati yenu atakuja kutusaidia au kunisaidia kuosha maiti? Hakuna anayejibu. Akaangalia kushoto, kulia, no one is answering. Akamwangalia mama, njoo unisaidie tumuoshe. Mama akamwangalia, alafu akaweka kichwa chini. Sasa ndio kilio ikazidi. Basi ule pale kwa dakika moja mbili akaona hakuna mtu anamjibu, yeye akarudi akasema yalla. Akangangana, basi ni sababu ni msichana mdogo na nini, akasema around 20 years. But akangangana naye, lakini anasema wakati anamuosha huyu mwanamke amengangania katika ile kitanda, yani ni kama kuinua gonga la, yani hainuki, anangangana. Anaona kuna uzito katika hii kuosha. Akangangana tu hivyo kinguvu nguvu, akamuosha. Mwisho akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, nimefanya kwa uwezo wangu, na wewe umeona sitaki nipunguze katika uoshaji wangu wala nizidishe, but hii ndo ile kadri ya uwezo ambao nimeweza kufanya. Mama huyo alipomaliza akatoka pale nje. Wakati anatoka akamwambia jamani, shamaliza khalas, anaelekea kutoka. Lakini wakati anatoka anamsikia mjombake huyu msichana, yani inamaanisha kwamba babake msichana na huyu mjomba ni mandugu. Kwa hivyo mjomba ako pale nje, huyu asizikwe kwa makaburi yetu, hivyo ndo anavyosema, asizikwe kwa makaburi yetu huyu. Kama unajua wa Egyptians wako na private makaburi ya private.
ambao wanaenda kwa kiwanja pale wananunua, inafensiwa na huko ndani ndio family ambayo imenunua kiwanja ile wanazikwa pale. So huyu mjomba alikuwa na yell sana, asizikwe huyu kwenye makaburi ya family, asizikwe. As curiously tu huyu mwanamke akamwambia mjomba, kama sitakuwa sisumbui, basi kama hataki azikwe kwenye makaburi ya familia, unaonaje akizikwa kwenye sadaqa burial, yani pale ambaye ni ya watu wote, ni pale wanatolewa ya kila mmoja, wale siojiweza na nini, ama hawana watu wanazikwa sehemu kama ile. Basi mjomba akamwangalia na hasira, madam ushamaliza? Haya, bebanisha. Kama ushamaliza khalas, yalla wewe enda. Akashika barabara yake. Wakati anaenda, mjomba akamwita, dada kama uto mind basi tusaidie katika utatusaidia kumpeleka katika hiyo makaburi ya sadaqa. Akamwambia yeah, no problem, ni thawabu na I don't have no problem. Basi akafanya connection yake pale, akapiga simu ambulance nini kakuja. Wakaingia kwenye gari, akamwambia mama, basi wewe tufuatane mimi na wewe tuende tuone kule mtoto wetu anazikwa, msichana wako anazikwa. Basi mama akaingia kwenye gari ya huyu mwoshaji, moja kwa moja wakaenda. Sasa wakati wako barabarani wanaelekea, kila wanapoenda wanaona huyu mwenye ambulance anasimamisha gari, anakuja nyuma anaangalia. Mara anafunga, anarudi tena kuendesha gari. Anasema tukio hili likafanyika kama mara 3-4. Huyu basi anashangaa. Huyu mama unajua wakati analia bwana kwenye gari analia sana. Lakini anaona kinachoendelea sasa. Anauliza huyu ako na wazimu ama ni nini, amelewa ama ni nini, mbona kila sana simamisha akifungua, nini mbaya naye? Basi wakafika pale katika yale makaburi. Msichana akachukuliwa akaenda akazikwa. Curiously tu huyu mwoshaji akamuuliza dereva wa ambulance, dada yako ni gani? Kila saa ulikuwa unarudi nyuma unafungua nini, unafunga na umefanya hivi mara kadhaa, what is the problem? Amwambia mimi bana sitaki maswali bana, yani hivyo like ni kama kuna kitu imetokea bana, very mimi sitaki story bana, mimi nishamaliza kazi yangu hapa, mshanilipa mimi, acheni ni shururu. Akamwambia niambie tu what happened. Akaniambia mimi sijui hiyo maiti ilikuwa na shida gani, mimi najua imekufa, lakini kila sana nasikia inapiga kelele, making noises hapo nyuma. Mimi nakimbia nasimamisha, najua huyu amekufa, lakini shida kelele zatoka wapi? Si nje si nini, kwa sababu dirisha zangu nimefunga na nini na tunaelekea. Sasa imefanyika mara 2-3, I don't understand the problem na hii maiti. So mimi sitaki maswali bana, wewe maiti yenu mimi bana sielewi, mimi nimeshamaliza kazi yangu, I'm gone. Sasa huyu mwanamke ndio sasa zikamshtua zaidi, kwa sababu kwanza ile sura ya yule msichana ilikuwa haipendezi. Ya pili, hataki kuoshwa, ameng'ang'ania kwa ile meza ya kuosha. 3, sasa anapiga kelele nyuma ya ambulance. So what's really going on? Sasa wakati anarudi na mama barabarani, anamwambia mama, nieleze mtoto wako nini imemfanyikia. Time to time anamuuliza nini imefanyika, what happened, nini imefanyika, nieleze. Lakini mama bado analia kweli kweli. Basi akamfikisha yule mama, akatoka akaenda. Basi kufika usiku kama usiku saa 8 huko, ule mwosha maiti baada ya sham drop na ashaenda, nimefika usiku, ni usiku sana, akapigiwa simu kwa sababu alikuwa amebadilishana namba na sina nini. Yule mama akampigia ule mwosha maiti simu, halo, nikamie nikujie. Shangaa, saa 6 usiku huyu ananiita. Basi akaenda mbio. Alipoenda anamkuta mama lala hivi pale. Akamwambia mama, vipi?
Akasema mimi uliponiacha nililala, nilijiwekelea pale kidogo hivi nikapata na usingizi. Katika usingizi nikaota msichana wangu anakimbizwa na lijitu libisti linamkimbiza, huku akimwambia mama yake, mama njoo niokoe, njoo nitoe huku mimi niko, njoo nitoe huku mimi niko, anapiga kelele. Basi mimi bado nikashtuka kwa usingizi, mbio nikachukua simu yangu nikapigia taksi, nikatoka nje nikakutana na taksi, nikapanda moja kwa moja, nikamwambia wewe nipeleke makaburini. Mtu wa taksi wapi? Saa ngapi? Tutakwenda makaburini saa hii? Sio sare. Lakini akamwambia, akamchukua. Akamwambia wewe bana, nimekulipa pesa hizi hapa, wewe nipeleke kule, nataka kwenda kule na kwenda, wewe kuhusu nipeleke. Afanyaje? Mboka ni mboka. Akamchukua akaenda naye makaburini. Kufika makaburini, kuta ndo anavyoeleza, kaburi ya mtoto wake imefunguka na nduru zinatoka pale za hatari. Mara kuna mtu anamgusa nyuma, naambia umekuja kufanya nini hapa? Ufai kuwa hapa wewe sasa. Rudi kule umetoka. Ufai kuwa hapa wewe sasa. Ambia acha mimi na mtoto wangu. Mara ile katika mama akafanya kama amegongwa. Ndio sasa akiamka anakutana na ule dereva na familia yake, wakamchukua wakaenda naye nyumbani. Sasa huyu mwosha maiti ndio sasa balaa sasa, yani akili yake is continuing to burst. Akamwambia, billahi alaik mama, niambie ni nini imefanyika. Basi hapo ndio mama akamwambia, kwa kupigia kwangu ni kwa ajili ya hiyo. Kilichotokea ni kwamba mtoto wangu alikuwa ni marafiki sana na kazini yake. So Salha na Fatima walikuwa ni marafiki sana. Wakawa wanaenda shule pamoja, wanafanya nini kila kitu pamoja. Yani they were best friends in short. My cousins. So wakati uko university, na unajua mambo ya university, kuna katika kijana Salha alimpenda. Na alivyompenda akaona mimi huyu kijana nataka kuwa na yeye. Lakini kama unavyojua sisi wanaume tuna mtihani. Umependwa na huyu lakini macho yako iko kwa mwingine. So Salha alimpenda huyo kijana, na yake ni Ali. So Salha alimpenda Ali. Na Ali yeye amempenda nani? Fatima. Alipomwona Fatima akapendezwa na yeye, na akaenda mpaka kwa familia na akamposa, na akakubaliwa posa, na ikawa mapangilio ya harusi inaendelea. Sasa Salha ndio imemkasirisha kabisa. Vipi huyu mimi nampenda mimi, yale anaenda kumchukua kazini yangu. And if I look, mimi naona ka good looking na nini vile, unajua how can, what does she have, I don't know, vile wanawake tu huko. Well, Salha akaona hapa I need to do something ili Ali abaki wangu. Akaenda akachukua picha ambazo Fatima alikuwa amejipiga wakati yuko faragha peke yake. Unajua mtu wanawake wakiwa ndani ya nyumba wanajiachia kawaida. Sasa kuna picha moja mbili alikuwa amepiga ambazo zilikuwa ni za private, akazichukua. Na huyu Fatima, kumbuka Fatima ni hijabi, amejistiri maisha yake yote, mwili yake haionekani na wanaume. Akachukua zile picha akaenda akazisambaza kwa university. Sio kama tunaenda na mimi pole hapa. Salha alipozisambaza picha za Fatima pale university, zikaenea kila pahali, wewe ni mwanamke msherati, ni nini mbaya nini. Basi unajua tu vile rumors works.
mtu ulikuwa na heshima yako, baadaye kwa ajili ya mambo kidogo ukajikuta mtu amekuharibia maisha yako. Fatima, habari zikamfikia na zikamfikia Ali. Ali akavunja engagement. Msichana kumbe iko hivi bana. Mimi nimemuona amejistiri, kumbe bana ni paragamba la gambum. Bana. Mr. Kitela. Akavunja ile engagement. Furaha kwa Salha. Yes, imeharibika my connection yao, relationship yao Fatima zikamuhuzunisha, zikampa stress. Basically zaidi ni kwamba kila wakati anaambiwa wewe, kumbe wewe. Unajua ukiharibia mtu jina yake ndio hivyo. Mtu alikuwa na heshima yake, anaheshimika na nini, umeenda huko umesema mambo yako ya urongo. Umekuta mtu sasa kila pahali akienda wewe kumbe uko hivi, na mtu maskini. So msichana mpaka kufikia ile headache na nini, msichana akafariki. Wanasema kwamba anavyoelezea Sheikh kwamba alikufa na I think stroke. Ile ameshtuka kabisa, yani kitu hijamtokea. Subhanallah, mimi how. Basi msichana alipokufa wakamzika, lakini habari tena baadaye zikatokeza na zikafikia mpaka familia kwamba aliyefanya mambo haya yote ni Salha, kwa wivu ya kwa nini Fatima ndo alimpata huyo kijana. Basi familia ikakasirika, babake Salha akaja akamtwanga huyo Salha kweli. Wewe unafanya nini bana? Hizi ni mambo gani? Hizi ni aibu gani? Sasa Salha akamwambia msinipige bana, na akatoka na akaenda. Of course wakati yuko huko nje akashikana na vikundi mbaya, akaingilia sigara, akaingilia machafu, name it. So Salha wakati anaendelea kufanya matendo kama hii, kuna wakati mama yake akapigiwa simu. Akaambiwa njoo hospitali. Akifika ni msichana wake yuko katika hali mbaya sana. Anaambiwa kwamba msichana wako ali overdose. Alikunywa haya madawa yake mengi aka overdose. Jaribu kutibu nini msichana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basi ndo akamchukua ule msichana pale wakampeleka ndani ya nyumba, na ndo sasa kisa inaanza pale mwanzo ulipoona kiitwa mama kuja oshe na nini. Sasa mama anasema huyo mjombake amekataa azikwe kwa kama kaburi ya family, kwa sababu walipata kwamba huyu Salha huyu ndio alileak zile picha za uchi za nani, za Fatima, kufikia mpaka Ali kuvunja nini ile engagement na kupelekea mpaka Fatima kushikwa na ile stroke mpaka kufa, na akaenda baadaye akaingilia hayo mambo yote. Sasa ndio sasa yule mwosha maiti ana connect kwamba kwanza uso wake huyu Salha ilikuwa haifurahishi, ya pili maiti mwili yake taki kuoshwa, ya tatu ndio hiyo kelele, ya nne ndio hiyo adhabu ya kabri. Na hiyo ndio mitihani ambayo ilimkuta dada yetu Salha. Ndugu yangu na dada zangu ambao mnanisikiliza, mafunzo tunayochukua hapa leo, kwanza ujiepushe na wivu ambayo inampelekea mtu katika maharibifu. Ulikuwa unataka kitu fulani hakijakupata wewe, ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajakutakia wewe hicho. Huenda hata Allah amekutakia kizuri zaidi. Huenda ulikuwa ukimtaka huyo Ali, kumbe Allah amekuandikia Muhammad pahali tofauti, smart hata zaidi Ali. Huenda ulikuwa unataka hichi, Allah amekuandikia pahali kizuri zaidi. Jiepushe sana na wivu ambayo itakupelekea katika maangamivu. Ya pili, chunga sana heshima ya wanawake. Usimuone mwanamke pahali ukamharibia heshima yake,
ukamvuruga, ukamtoa nguo yake aibu na nini, vitu kama hizo. Ya tatu, na hii sana ni kwa wanawake, na naomba uishike na uitie makini, hata ukiwa ndani ya shimo, down deep in the earth, do not take naked photos. Don't do that. When msichana wa hijab, stay like that. Uwe uko ndani, iwe uko nje, do not. Kwa sababu ulimwengu wa saa hii is a dangerous one. You might think wendo peke yake uko na control kwa simu yako, ukute mambo tofauti. Hizo picha labda uliweka ukamsaidia mtu na simu yako akazisambaza. Hizo picha uliweka labda simu yako ikahakiwa. Hizo picha uliweka labda mtu akaja akazi, yani name it, they can come out one day, na zikikuja nje wewe ndio utakuwa katika hali mbaya. Kwa hivyo hichi ndio kisa kilichotokea. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe sisi katika madhambi tuliyofanya, katika kuteleza tuliyojikuta ndani yake, katika maovu ambayo mara nyingine tunajikuta tumefanya. Kuomba wewe mtazamaji wangu uendelee kufuatilia kipindi zetu mpaka tutakapokutana tena. Nawapenda kwa ajili ya Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hala.